video mirundi mingi ni kwa lata Steve Landao. Makofi mengi kwa Steve Landao. Sije bwana. Jamani, Nisha kuja. kapumzike. Unafurahi na bosi zako kujidhalilisha. Hapa tutakuuliza. Sema mwenye hoteli Steve anajuta. Wewe unachezea mambo yake. Kila siku anapandisha watu wenye akili timamu. Leo kazi anayo. Yaani Utakoma. tumehakikisha kila kilichopo ndani tumetumia. Na visabuni vya mwe ndani tunavigawa. Wewe hawezi kutupeleka kwa Kaongeeni na mie jamani. ndio baba. Waambie watu ushapenda kwa wanaume. Unasema Hivi ngoja ni mwendo kitu. Mfano, hebu katika watu ambao inabidi washukuru kuungwa wanaume ni Steve. Hivi ungekuwa mwanamke, ungetongoza kweli wewe. kaanza. Ananichokoza mwenyewe. Na uzegere. Yuko regu na ndugu yangu. Kisabeka. Njoo mbele wa uzegere njoo. Tuliwaita kanaifa mkanga. Anisamehe. Naongea. Yaani tulikuwa tueleweke tunataka nini? Kana uzegere kaa. Tunatoka kwa mganga tunanyosha kanisani. Ladies and gentlemen. Bado sauti ni ndogo. Kama wanaume. Naomba aongee kwa Kiingereza mpaka mwisho endelea. Ladies and gentlemen. Put your hands in my coffee jukwaa. Bado hujasema. Kama miaka 60. Yaani hapo bado. Kama. Ladies and gentlemen. Yaani hapo bado. Bado hujasema. Hujasema. Yaani bado. na kuenjoy na vitu vingine vingi sana. Jamani karibuni sana. Asante sana. Karibu sana pia Steve hapo. Mimi ni nyumbani sema karibu tena. Na kwa hiyo karibu tena nyumbani. Nakaribisha mtu mara moja ndugu yangu kwao. Inawezekana uka mwenyeji lakini sio kwa wenyeji ule kama ambavyo sisi tushakuwa wenyeji kitambo sana hapa. Kwa maana Steve hapa ni nyumbani kabisa. Uamini hapa ni nyumbani.
ni nyumbani na kwa sasa hivi nimeamua nianze kuwaletea burudani. Nasikia watu wanasikiliza sana hip hop, ndugu yangu hawacheki. Wacha watu wasije kabadilika wakawa wagumu wote sana. Yes, ila niseme tu mimi ninachowapenda ni watu ambao wana real love, unaelewa? Ni watu ambao unajua kuna sehemu mtu anaweza kawa anakubali na appreciate tunachokifanya, lakini kuonyesha direct inakuwa ngumu. Ila kwa Katavi Mpanda niwape odds zao kwamba wana real love. Yaani kama kitu mtu anakipenda anakuonyesha, ana show kabisa kwamba mimi nakubali hiki kitu. Kwa hiyo kwa upendo waliouonyesha na the way walivyotupokea, mimi naamini kabisa ni mji ambao utakuwa ni supportive sana kwa watu wengine ambao wanapambana. Yaani ni picha kwamba kwa watu ambao Katavi walikuwa na mpango wa struggle tu, watu wa kusupport wao. Yes, kwa hiyo ni mjifano wa Kinyamwezi sana, nimeupenda. Hivi anasema shule zime sema imekushinda wewe, imekushinda shule au umekushinda na ualimu? Sasa kama nini tu ana lolote au ndio nakwambia uvivu wa kulima. Bana, labda cha kuambia watu wa Mpanda Katavi ni kwamba si tupo tayari kwa kila kitu. Na show ni kesho, wawahi mapema kuanzia saa 1 milango itakuwa wazi mpaka saa 6 kamili show itamalizika pale. Kwa hiyo ni affordable kwa watoto na watu wazima pia. Wewe mtoto kama unasikiliza hii interview, lia baba yako avunje kibubu mje naye. Alie ile atafute sababu ya kucheka. Alie ile atafute sababu ya kucheka waje naye. Bwana tunashukuru sana. Tumeitika Katavi tumekuja. Watu hawezi kunilaumu chochote wasanii njiani tumekula waseme wao. Sio kusema ni waraza njaa. Tumefika salama, tunashukuru Mungu, tumeshukuru kweli. Nimezaliwa mbali, uongo zangu. Mbali sana. Watu wanasema sio mbali. Ni nini ndalo umesema? Mbali sana. Ndio sio mbali. Ni mbali sana. Wachekeshaji niseme kwa mara ya kwanza mnakuja kufurahisha wana Katavi. Tuanzie hapo kwanza. Mnajisikiaje? Tumefurahi sana kufika Katavi, ni sehemu ambayo poa sana tofauti na watu wanavyoichukulia. Unajua ile sehemu ikiwa mbali unachukulia kama mpaka watu hawaendi, mpaka ikaekwa mbali, hebu imagine. Ila kumbe ni sehemu ambayo ni noma sana. Na kwa nini mlipachagua? Kwa sababu Pasaka na wewe Tanzania nzima labda tuseme turudisha na Tanzania. Cha kwanza kwa nini mkuchagua mkoa mwingine mkachagua Katavi na ni sehemu ambapo sio wengi sana wanaweza kufika? Cha kwanza ni sehemu anayozaliwa Bwana Steven Moses. Kwanza nashukuru Mungu amenifanikisha kwa sababu moja kati ya ndoto zangu nifanikishie Mpanda mambo mawili. Moja ilikuwa ni kuipa burudani moja kubwa sana ambayo ni hapa ya kesho. Alafu pili ilikuwa ni siku utakuja kunikumbusha. Ndoto zangu ni kuja kujenga hospitali moja kubwa sana. Watu watibiwe, wa mama yani wawe free. Yaani kusiwe na shida yoyote. Kwanza watu wanaloa poa sana. Useme kwa sauti sasa. Watu wanaloa. Wasikie. Hao vijana wenyewe wameona vibe la mtaani. Wa mama tulikuwa ni wapi pale, wa mama ametaka kututanikia vitenge barabarani, nikasema inatosha. Hapa ilikuwa wapi hapa kama nakuja kashauri hapa. Cha kuambia ni kwamba kile kitu alichokuwa wanakiwaza kwamba kiweze kufanikiwa kimefanikiwa. Na kama kuna watu walikuwa wanaombea mabaya kwamba tusifike, basi hawajui kuomba. Tupo Katavi na tumeshafika wote. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na show jana nafikiri. Mimi si huwa niko cheka tu pale. Kwa hiyo jana mimi kidogo kwa sababu ratiba zilikuwa shabana kwa bini niondoke sikufanya show. Kwa kuna baadhi ya watu walibaki wamefanya show pale wakaondoka na private yao usiku. Kwa maana wananyanya wanaingia muda si mrefu. Kwa hiyo timu ishafika kamili. Kwa hiyo kilichobakia sasa hivi ni burudani kwa kwenda mbele. Na kwa watu ambao wako Katavi wenye
uwezo, wenye kipaji cha kuchekesha ambao natamani kidogo waje kesho waonyeshe hata kidogo kabla sijaanza pale. Tunatoa wigo kwa sababu sisi tunaelewa. Sisi tumetoka huko kwenye stage, yani kwenye stage ambayo natamani upewe hata dakika 5 watu wakusikie. Unaamini nikipewa dakika 5 nikabadilisha maisha yangu hapo. Sisi tunaelewa. Kwa sababu mwisho wa siku nisimsaidie mimi, lakini kuna watu watamuona pale ambao wanatamani kuwekeza pesa zao. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anajiamini na talent vizuri, aje on ground pale kesho mapema tuwasiliane. Aanza kuonyesha kipaji chake kabla sisi tujaendelea.